إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. إن وصية الله للأولين والآخرين هي تقواه. واتقوا والله خير زاد ذخرا وعند الله للأتقى مزيد. Ndugu zanguni katika imani, cha kwanza na kuhusieni katika jambo kubwa kabisa la kumcha Allahu Jalla wa Ala, na nakuhusieni kama kwamba nafsi yangu ninavyoipeleka katika jambo hilo, kwani hakika miongoni mwa wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa wale wa mwanzo waliokuwepo waliopita kabla yetu sisi, na wasia wa Allah kwetu sisi ambao ni wa mwisho tunaoendelea kuja katika ulimwengu huu, wasia mkubwa watu ni kumcha yeye Allah subhanahu wa ta'ala. وقال الإمام ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى: واتقوا والله خير زاد ذخرا وعند الله للأتقى مزيد. kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo zawadi iliyokuwa bora zaidi kuliko zawadi nyingine yoyote, na mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kila aliyejitahidi juu ya jambo hilo atakuta kuna ziada ya malipo yanamsubiri kwa Allah. Enyi wapenzi wa Allah na wapenzi wa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, siku ya leo katika khutba yetu insha Allah tutaiunga khutba ambayo tuliyokuwa tumeiwacha katika masiku yaliyokuwa yamepita, na tuliishi katika mada yenye kuzungumzia hijra, yani kuhama kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam Makka na kuelekea Madina, na tukapeana habari ya kwamba hii ni amri. Hakufanya hivyo kwa matakwa yake, kwa kupenda kwake, kwamba amejisikia sasa aondoke na akaondoka tu,
ila ni amri ya Allah, imekuja idhni kwake yeye Allah, na mtume akaondoka kwa amri ya Allah, na ndiyo Allah akawa anamnusuru mtume wake, akamkinga na vitimbi na akamlinda juu ya uadui mbaya uliokuwa umewekwa juu yake yeye mtume sallallahu alayhi wasallam. Tukagusia na malengo ya hijra ni malengo gani, na tukagusa kutokana na hijra hiyo malengo hayo, kwa sababu umma sasa hivi zaidi tunashajihishana kukumbuka zaidi mwaka mpya hususa wa Kiislamu wa hijria pale ambapo unapoingia. Tukakumbushana na sisi sio mwaka mpya tu peke yake, bali tufahamu na malengo ya mwaka huo imepatikanwa kwa vipi. Kwa nini ukapatikana mwaka mpya wa Kiislamu, na kwa nini ukaitwa ni mwaka wa Kiislamu? Kwa nini ukaitwa ni mwaka wa hijria? Sababu yake ni nini na malengo yake yalikuwa ni nini hasa, hususa kwa mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam? Tuliona mwanzo tumechimbua kidogo kuanza mambo yalivyokuwa, maudhi yaliyoyapata, vitimbi walivyovifanya Makuraishi Maka, vikao vyao kukaa katika Darun Nadwa, na fatwa walioitoa wakaibashiria, wakaipa nguvu na kuifurahia fatwa hiyo kwamba auawe mtume sallallahu alayhi wasallam. Na mkikumbuka tuliwataja watu walioteuliwa kwamba wao ndio watakuwa wamepewa kadhia ya kwenda kumuua mtume sallallahu alayhi wasallam, vijana wa kila kabila, kila koo katika Bani Quraishin. Na tukaelezana kwamba walitoka wakenda kwa mtume na walienda kukaa kumsubiria kuitekeleza jambo hilo ili kumaliza mzizi wa fitina kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kharaja an-nabii, akatoka mtume wa Allah. Tunaianza hutuba yetu katika tamko hili pamoja na rafiki yake Abu Bakari radhiyallahu anhu, hali ya kuwa wanajificha katika njia ili wasije kuonekana na maadui, kwa sababu unafahamika kilichokuwepo kwake yeye. Kwa hiyo Abu Bakari akatoka na mtume sallallahu alayhi wasallam ila ghari Thauri, mpaka kufika katika pango au katika sehemu ambayo ni jiwe lililokuwa lina mvungu au pango lenye kujulikana ni ghari Thauri. Abu Bakar radhiyallahu anhu kufika yeye na mtume katika sehemu hiyo, moja kwa moja walitaka kuchukua nafasi au fatwa ya kujificha ili kutengeneza usalama kwa wao, wakijua ya wazi tumekimbia na bila ya shaka tutatafutwa, na ikiwa tunatafutwa, kwa hiyo moja kwa moja wakaamua kuingia katika sehemu hiyo. Angalieni mapenzi ya masahaba, na ndiyo tuliyoyasema katika hutuba iliyopita. Masahaba hawakuwa wenye kumpenda mtume kwa maneno au kwa mashairi wakamnadia wakamughania tu, bali imani yao ilikuwa ni ulimini na ilithadikishwa katika moyo wao moja kwa moja, haikuwa na unafiki kwa wao. Abu Bakari yuko katika safari na mtume sallallahu alayhi wasallam, famarra yamshi amama, mara Abu Bakari ule wahka wa amani ya mtume na usalama wake inavyompiga katika moyo wake, mara wakati anakaa kuliani anamlinda mtume upande wake wa kulia, na wakati mwingine wa marrat khalfa anakaa nyuma yake kumlinda. Ni moyo tu ule wa hamu na mapenzi ya kikweli kweli kwa mtume wa Allah. Anakaa mbele ya mtume, mara anapindisha anakaa nyuma yake, mara anakaa yaminihi kuliani kwake, na anakaa shimalihi, na wakati mwingine anakaa katika sehemu ya upande wake wa kushoto. Ni raghba na hubba la kweli lisilokuwa na unafiki ndani yake, juu ya mapenzi ya kidhati kwa mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Wakatoka na wakafika katika sehemu hii, na moja kwa moja wakakaa sehemu hiyo. Bado mapenzi makubwa ya Abu Bakar radhiyallahu anhu
Kabla ya mtume kutaka kuingia katika pango hilo, Abu Bakar radhiyallahu anhu yeye ndiyo kajitolea aingie kwanza, ili aende akatizame mazingira yakoje katika sehemu hiyo. Ikiwa kuna matatizo kwanza yampate yeye Abu Bakarin, ikiwa kuna nyoka kwanza aumwe yeye, asije akaingia mtume wa Allah hali ya kuwa akapata madhara akadhurika yakamkuta yale ambayo atachukia mtume sallallahu alayhi wasallam kiubinadamu. Ndugu zanguni katika iman, ikiwa habari ndiyo hiyo, moja kwa moja mtume sallallahu alayhi wasallam kuingia katika sehemu hiyo, na Abu Bakar radhiyallahu anhu na yeye akaingia, akaingia Abu Bakar katika ilo pango, ili liyatmainu ila adam wujudu ma yukrahu au yakhsha fihi, ili aende akayazuie akayaondosha yale ambayo yatakayokuja kumletea madhara au kumletea hofu mtume sallallahu alayhi wasallam. Abu Bakari akafanya kazi hiyo, kama tajanga kwanza limpate yeye Abu Bakar, ili akiingia mtume aingie hali ya kuwa yuko salama katika sehemu hiyo. Akaingia yeye na Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ama kufaru Quraish, makafiri wa Kiquraishi, fa innahum lamma alimu bi khuruj an-nabi, walipopata tu taarifa kwamba kashakimbia mtume wa Allah, kawakiuka wale almutamiruna, watu ambao waliokwenda kumsubiria kwa ajili ya kumuua mtume wa Allah, basi wao taarifa hii walipoipata kwamba Muhammad kashakimbia wa Abu Bakarin, jaddu fi talabihima, wakazidisha watu hawa juhudi ya kumfuata mtume, kumtafuta mtume sallallahu alayhi wasallam, ili lengo wakamate mtume wa Allah. Wa wasalu fi bahthihim anhuma ila fami ghari Thawri, walipotoa tangazo kwamba atakaye mkamata Muhammad kutuletea yuko hai au maiti, basi walitoa oda ya zawadi kayem ya ngamia wazuri, wale ambao watakaompata mtume wa Allah, vijana, wazee, watoto, wakati mka majangwani kumtafuta mtume wa Allah. Mpaka walipofika katika kumtafuta kwao wawili hao, ila fami ghari Thawri, kwenye lile domo katika ule mlango wa bango lile la ghari Thawri. Miongoni mwa hao walikuwemo jamaa akiitwa Suraka bin Malik, mtaalamu wa kuchota ramani za nyayo za viumbe pale ambapo wanapokuwa wanatembea kwenda katika safari zao. Alitaka na yeye zawadi hii, na akafuata njia Suraka bin Maliki mpaka yeye na jopo lake na wakubwa magogo wa Kikuraishi kuwafikisha katika sehemu hii. Suraka akasema, sioni tena nyingine njia au athari ya huyu mtu kwenda isipokuwa na ina kaishia hapa. Hapa ndipo alipoishia Muhammad pamoja na mtu wake katika sehemu hii. Ndugu zanguni katika imani, neno hili liliwashangaza wao, wakasema kwamba itakuwaje aingie sehemu hii? Yuko wapi Muhammad sehemu hii? Unatufanyia maskhara katika wakati wa kazi. Suraka anamwambia, sioni namna ila nahisi Muhammad kaishia katika sehemu hii. Wakasimama kujadiliana na kubishana katika sehemu hiyo. Abu Bakar anasikia yote, akipiga jicho anaonana uso kwa uso na wale wa bwana wanaowatafuta. Kitendo kilichotokezea hapa, Abu Bakar amwambia, lau anna ahadahum, lau kwamba mmoja wao tu wewe Rasulullah, nadhara ila ma tahta qadami, ataangalia chini ya mguu wake kwenye nyayo yake, basi wallahi la absarna, hawa watu tayari washatuona hapa tulipo na tayari tumeshakwisha ya Rasulullah. Ila mtume wa Allah anamwambia, akamjibu kwa kumwambia, ma dhannuka biithnain, usifikirie sisi ni wawili, Allahu thalithuhuma, watatu wetu hapa ni Allah, ndiyo yupo pamoja na sisi. Nusura yake, ushindi wake katika jambo hili, Allah peke yake ndiyo atakaye tunusuru katika jambo hili. La tahzan inna Allaha ma'ana, akamwambia usihuzunuke ewe Abu Bakar, hakika Allah yuko pamoja na sisi katika sehemu hii. Ndugu zangu ni katika imani, ni namna tunayoisoma na kuiangalia. Ikiwa Allah yuko pamoja na hawa, ni namna gani Allah juhudi kubwa
na uwepo wa Allah alivyoonesha kuhusiana na hijra ya Mtume.